Bwana, tunaendelea na Jiji la Dhambi na hii ni sehemu ya 4. Hapa tunaoneshwa mzee akiwa anatoka kuelekea kwenye mizunguko yake. Ghafla mama mtu anaingia. Kisha wanapokeana kwa furaha nini. Mama mtu anamuomba baba mtu asiondoke. Kuna zawadi amemletea. Kwa kuwa baba mtu anaikubali sana pisi yake, ilibidi akae na kuona zawadi gani ameletewa. Wakiwa wanaendelea na stori zao za mahaba nini, mama mtu akatoa kontena na kumpatia mzee. Mzee kufungua tu kontena akakuta ni pilau. Hakutaka kupoteza muda, akaanza kukanyaga. Muda mzee anaendelea, bi mkubwa akaanza kumuuliza, "Unaionaje? Ni tamu kiasi gani?" Mzee akafunguka, akasema chakula ni kitamu sana na nahisi umetumia gharama kubwa sana kukinunua. Maza akamjibu yao ni kama ni gharama kwa kuwa amenunua chakula cha mtu anayempenda. Mzee naye bla bla kibao yani. Waliendelea na stori fupi, kisha mama aliamua kuingia ndani na kumwacha mzee akiendelea kukanyaga. Baadaye tunaoneshwa Chemika na mdogo wake wanajadiliana kuhusu issue ya mama kumletea mshua msosi. Mdogo mtu akitaka kuficha akasema wale wanapendana tu, sema wanatuigizia sometime. Yani paka kufikia issue ya kuoana na kuzaa watoto 3, sio issue ya mchezo. Wakaendelea na stori zao 2-3, issue ikaishia hapo. Baadaye tunaoneshwa Ezen na mama yake. Ezen anamwambia mama yake, "Kwani una tabia ya kumfukuza bwana wangu?" Mama pale pale akamdakia, "Bwana wako gani na anakusaidia nini?" Ezen akaendelea kujielezea lakini hakufua dafu. Na mama akakazia pale pale, "Kwa maisha unaoishi inabidi uwaombe hata ndugu zako wakusaidie." Ezen akamjibu mama yake, "Toka lini nimeanza kuomba wadogo zangu msaada?" Maza akamtolea uvivu akamwambia, "Sasa sikia Ezen, kuanzia leo nataka ulete wanaume ambao wanaeleweka. Usiniletee wauza sura hapa. Na nataka nione unapendeza, upate watu kukunulia sabuni, losheni na nguo kali ili uweze kuonekana." Yale maneno Ezen yalimkera sana, hivyo aliamua kumwacha mama yake pale nje na kuingia ndani. Maza akabaki anagomba na kujiongelesha tu. Baadaye tunaoneshwa Chemika akiwa amekaa na mdogo wake wanajadili mambo fulani vya kimaisha. Mdogo mtu akauliza, "Hivi kweli unampenda yule bwana?" Chemika akawa anajibu kwa kujingatangata, "Nampenda ila yani kama asomeki hivi." Mdogo mtu naye akamtolea uvivu akamwambia, "Yule bwana ana hela na ana muonekano na kama mmependana muoane tu." Chemika akajibu kwa maringo, "Mtu nimekutana naye siku ya kwanza tu tuoane leo. Nahitaji anipe muda nijifikirie. Yani kama anataka hivi, kama hataki." Wakaendelea na stori zao 2-3, habari kaishia hapo. Baadaye tunaoneshwa mama Chemika na mdogo mtu akiwa wanapiga stori. Mama akaanza kulalamika, "Ezen siku hizi amebadilika sana, sio kama yule wa zamani. Amekuwa mtovu wa nidhamu kabisa, analeta wanaume paka nyumbani na wanaume wenyewe hawana msaada wote ule kwake." Chemika akamjibu mama yake, "Wewe ndo unamuendekeza na ndo chanzo cha matatizo yote hayo." Mama akajibu, "Nyinyi wote ni watoto wangu na nawapenda sana. Inapotokea tatizo lazima niwaelekeze." Chemika akamwambia, "Mama, lakini wewe ni mwanzilisho wa hayo yote." Mama akamjibu, "Nyamaza. Huwezi kuongea kistaarabu kama ndugu yako. Wewe unaropoka ropoka tu." Chemika kafiata mkia. Mdogo mtu alimbembeleza mama pale, kisa akamwambia, "Kikubwa mvumilie mwanao, atabadilika tu. Pia nakushauri mama, uwe na upendo na watoto wako wote." Maza akajibu, "Wote mko sawa na nawapenda watoto wangu wote." Ila Maza alikazia kwenye pointi yake tu. Tatizo ni Ezen anatafuta wanaume ambao hawana faida kwenye maisha yake. Sijui ana akili gani. Wote wakabaki wanamshangaa Mazao, "Maza anaongea nini?" Tena Maza akakazia, "Kudanga ambako hakuna faida sikutaki ndani kwangu. Ananiletea mabwana ambao hawezi kumnunulia hata sabuni ya kuogea." Stories zikaendelea pale, mama ikabidi abwage alionayo moyoni. Siku inayofuata tunamuona Maza anachambua mboga. Dakika sio nyingi Mshua naye anaingia. Mama akampokea pale nini, kisha waliketi. Mshua akaanza kumwelekeza mke wake kuhusu kazi anazofanya. Akamfurahisha mke wake kwa kumwambia kwamba sio siku nyingi atapata kazi nzuri sana. Maza alifurahi nini, kisa akamuuliza kwa kejeli, "Kwa unaniambia sio siku nyingi tutapata gari letu la kutembelea?" Mshua akamjibu kwa kujiamini, "Wala hamna kwikwi. Kikubwa ni kuniombea nipate kazi. Unamkumbuka yule msela aliyekuja nyumbani kama rafiki wa mzee? Sasa yule ndo alimpa mchongo mzee." Maza naye akisikia kuhusu hela ndo anachanganyikiwa. Akajisemesha kimoyomoyo, "Nimepata buzi." Pia akaropoka na kumwambia mzee kwamba rafiki yako ana roho nzuri sana. Waliendelea na stori 2-3. Mzee akamwomba mke wake anahitaji kuingia ndani na kupumzika. Hapa tunaonesha jinsi gani Mshua anapambana sana kuibeba familia yake. Baadaye tena tunaoneshwa mama na rafiki yake mume wake wakiwa guest. Wakaendelea kupiga story, kisha waliendelea na mahaba. Baadaye tena tunaoneshwa Maza anakuja na mvinyo. Anamshtua mume wake ndani ili waje kunywa pamoja. Wakiwa wanaendelea kunywa, mzee akaanza kumsifia mke wake, "Yaani siku hizi unanijali sana." Muda huo mke wake anacheka tu. Akamjibu, "Wewe ni mume wangu na inabidi nikujali." Maneno kibao ya kujikosha. Ila mzee akamsisitiza sana mke wake apendi awe karibu na rafiki yake. Mama akaishia tu kumjibu na kumfariji mzee na akamthibitishia mzee kwamba hana mahusiano yote na mazoea na yule bwana, bila kujua kwamba mwamba ndo kagalamikia michongo yote hayo mitungi na nini. Kisha maongezi yao yaliendelea na mzee akamthibitishia mke wake kwamba sio siku nyingi atafanikiwa na watakuwa na maisha mazuri sana, na anachokifanya rafiki yake yeye pia anaweza kukifanya. Siku inayofuata anaonekana Chemika na bwana wake. Mwamba alikuwa anaendelea kujinadi na kujitamba nini na akamuomba Chemika kama vipi waoane, ila Chemika kutaka kumuonesha kwamba yeye ni wale wadada wa kukubali haraka. Yani anamwekea kamsimamo fulani hivi mshikaji. Ila Mwamba akaona sio kesi, akakunjua wallet na kutoa kidogo. Baadaye tunamuona mama amekaa. Ezen anamtokea Maza yake na kumwelekeza anaomba msaidie. Mama yake anamjibu, "Nishakwambia toka mwanzo tafuta wanaume wenye akili timamu." Ezen akambembeleza pale, kisha mama kalainika na akatoa fungu kidogo akampatia Ezen.
Siku inayofuata tunamuona mama amekaa pale pale anaandaa mboga. Ghafla inaonekana mzee analetwa akiwa hoi. Mke wake anampokea, anamtandikia mkeka kisha anamlaza. Upande wa pili tunamuona mdogo wake Cheneka anakimbia kumwahi baba yake. Anafika anaanza kuuliza, baba amekuaje? Akaambiwa baba yako amepata ajali. Mdogo mtu aliendelea kushirikiana na mama yake kumpa huduma mshua. Kesho yake tunaonesha mzee kwenye kikao amepata ahueni. Kifupi familia ilikuwa inataka kujua nini shida ya mzee. Mzee akaanza kufungua kwa jazba, mimi sikuwa na mawenge wala nini, ila nilipata kizunguzungu kikali sana nikajihisi kudondoka. Mdau wote wanashangaa. Maza kadakia, wewe kama kuna sehemu ulipita au kuna vitu ulifanya ni bora utuambie tu, maana unakuwa na vitu vya siri sana paka unanificha mimi mke wako. Mzee akamwambia, mimi siwezi kuwa na homa wala tatizo lolote nikashindwa kuambia familia yangu. Ndugu mtu akadakia, mzee kama una tatizo lolote tu tuambie, wala hamna tatizo lolote, tunaongea tu kirafiki. Mzee akajibu, jamani msinihisi vibaya, ila mjue kwamba kuna maadui, nao maadui wako kazini na wapendi kabisa nifanikiwe. Mama katikisa kichwa, hizi naye tatizo mzee unazeeka vibaya na unashindwa kutuambia kinachokusumbua. Maongezi yaliendelea pale, ila mwisho wa siku hayakuisha tena vizuri. Kisha mzee aliinuka na kuelekea ndani. Watoto nao kama kawaida walibaki wakiendelea kuzozana tu. Mama naye anamtetea Ezen. Cheneka na mwenzake wanarudisha mashambulizi. Hapo ndo mwisho wa Jiji la Dhambi sehemu ya 4. Uona hisi itakuwaje? Dondosha comment hapo chini. Usahau kusubscribe na kulike. Mimi ni Jizo Fix, endelea kutufuatilia kupitia Geoffrex Studio. Tukutane tena kwenye sehemu ya 5.